Roho Mtakatifu. Ongea nami, ongea nami, Yesu ongea nasi, ongea nasi. Roho Mtakatifu, ongea nami, ongea nami, ongea nami, ongea nasi. Roho Mtakatifu, ongea nami, Mfalme. Ongea nami, ongea nami. Roho Mtakatifu, ongea nami, ongea nami, ongea na. Haleluya. Roho Mtakatifu, ongea nami, Yawe ongea nasi, ongea Roho Mtakatifu, ongea nami, ongea nami, Mfalme. Baba, katika jina la Yesu, ongea na sisi, sema na sisi. Ukisema inakuwa, ukisema inakuwa. Sema vitakavyokuwa kwenye maisha yetu leo, katika jina la Yesu, amen. Naweza kuketi? Shalosata kalada balagadia, leso blagadagaba. Jindo njoka hapa. Anaogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anawatokea watu wengi sana, na hii ndio uthibitisho kwamba Mungu hana nini? Hana upendeleo. Ya kwamba katika kila taifa mtu amchaye, hajazungumzia umri. Katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayependa kutafutwa ili awatokee watu. Yaani kama kuna miungu ambayo inataka kuonekana kwenye maisha ya watu, ni Mungu tunayemtumikia. Mungu aliye hai, Mungu mwenye nguvu. Sasa namna gani Mungu huwa anawatokea watu? Unapaswa kujua. Kwa sababu most of the times Mungu anawatokea watu, lakini wanakuwa hawaelewi kama ni Mungu amewatokea au ni mawazo yao au nini kilichotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anawatokea watu wote kwa neno lake. Kwa nini? Kwa neno lake. Kwa nini? Kwa neno lake. Kwa nini? Kwa neno lake Mungu huwa anawatokea watu. Zaburi sura 62 mstari wa 11. Zaburi 62, fungua. Zaburi 62 mstari wa 11. Anasema mara moja Mungu amesema. Mara ngapi amesikia? Anasemaje? Mara moja Mungu amesema, mara mbili nimesikia. Ya kwamba nguvu zina nani? Ya kwamba nguvu zina nani? Zina Mungu. Kwa nini aseme? Kwa nini kusema na nguvu viunganisho sehemu moja? Ni kwa sababu once we are talking power, we are talking the voice of God. Anasema mara moja Mungu amesema. Kinachofuata ni kwamba nguvu zina nani? Zina Mungu. So access to the power of God. To the power of God. What makes God powerful is to hear what he is saying. Ambayo ni neno la wakati, ambayo tumetoka kuomba muda si mrefu. Litume neno.
Ili sio kwa sababu umekuja kanisani kwamba nimeandaa somo nikufundishe. No, ni kwa sababu there is something demanding power, and the access to that power is the hearing the voice of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu huwa anawatokea watu, na namna ambavyo Mungu anawatokea watu ni kupitia neno. Kupitia neno la wakati, sauti ya wakati. Neno la wakati na sauti ya nini? Ya wakati. Fungua kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 21. Samueli wa kwanza. Hizi ni habari za Samueli, ambaye yupo mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Samueli. Alikuwa ni kijana nabii ndo anamtafuta Bwana, lakini kuna namna Mungu alikuwa anatokea. Anasemaje hapo? Anasemaje? Naye Bwana akaonekana mara ngapi? Tena. Maana yake hapo nyuma pia alikuwa anaonekana. Maana yake unashangaa ulipookoka ulikuwa unamwona Mungu, lakini unashangaa humuoni tena. How can you see again God? Unashangaa nzizire, yani nilikuwa na ushirika najisikia mkavu. Unajisikia mkavu? Are you serious? Mkavu kivipi? Wakati neno la Bwana limefananishwa na mvua. Wakati neno la Bwana ni moto, how can you, unawezaje kusikia usikii moto kwenye maisha yako? Wakati the word of God anasema neno la Bwana, je, neno langu si kama moto? Anazungumzia kwenye eneo hilo. Neno langu si kama moto. Unasemaje ni mkavu? Anasema tena Bwana akaonekana tena. Hiyo tena ina indicator ishawahi kuonekana. Kwa hiyo kuna kipindi kingine ndio kuonekana. Endelea kusoma hapo. Kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samueli wapi? Akajifunua kwa Samueli wapi? Shilo. Maana yake Mungu anaweza akajifunua kwa mtu. Anaweza kaja kaamua kujifunua kwangu. Kuna namna nilikuwa simjui Mungu, akajifunua kwa viwango vingine. Akamtokea Musa, akamwambia sikujulikana kwa jina hili kwa baba zako, lakini kwangu unajulikana kama nani? Kama Jehova, si ndio? Alikuwa hajulikani kwa jina hilo, akajifunua kwa dimension nyingine. Sometimes unaweza umemsoma Mungu, lakini akaja kujifunua kwenye maisha yako kama ukaanza kumwelewa Mungu kwa viwango vingine. Endelea kusoma hapo. Akajifunua kwa neno la Bwana. Kwa neno la nani? Kwa hiyo Mungu alivyoonekana, namna ambavyo Samuel alikuwa anamuona Mungu ni kwa neno la nani? La Bwana. This is to say Mungu yupo kwenye neno lake. Sio kwamba analituma neno halafu anabaki yeye neno linaenda peke yake. No. Kwamba neno likija kwenye maisha yangu Mungu ndo amenitokea. So kuna encounters nyingi zinawapata watu kwa neno la Mungu. But wanaanza kufikiria ngoja niingie tena kwenye maombi. Yaani unashangaa mtu amekutana na neno kabisa na ni Mungu amesema naye kupitia neno lake. Lakini anasema ngoja nikamuulize Mungu. Ukamuulize nini Mungu wakati ni neno lake limekujia kwenye wakati huo? Mungu amejifunua kwa neno lake. What do you want to ask God? Kwa hiyo hii ndio challenge ya watu wengi. Namna ambavyo Mungu anaonekana ni kwa neno lake. Na leo Mungu ataonekana kwako. Sema amen. Leo Mungu ataonekana kwako. Sema amen. Amen. Na ni kwa neno lake. Kwa neno lake ataonekana kwako. Sawa. Ujumbe wa leo ni upako wa mpenyo. Upako wa mpenyo. Anointing for breakthrough. Anointing for breakthrough. Anointing for breakthrough. Anointing for breakthrough. Upako wa mpenyo. Upako wa nini? Upako wa nini? Upako wa mpenyo. Upako wa mpenyo. Upako wa mpenyo. Upako wa mpenyo. Chochote unachokiona hapa duniani hakitokei tu from nowhere. Chochote unachokiona hapa duniani hakitokei from nowhere. Kinasababishwa na partnership mbili. Ya kwanza uungu. So chochote kinachotokea ni matokeo ya uungu. Mpenyo wowote unaotokea kwenye maisha haujatokea kwa sababu ya juhudi tu, bidii tu, au mkakati wowote ambao mtu alikuwa nao. Ni matokeo ya vitu viwili kuhusishwa sehemu moja.
Jambo la kwanza ni nini? Ni uungu. Sawa? Jambo la pili ni ubinadamu. Uneni? Ubinadamu. Kwa sababu uungu ni rohoni zaidi. Ili vilivyo rohoni zaidi vionekane katika uhalisia mwilini, vinahitaji mwili, vinahitaji mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili vilivyo rohoni vionekane katika uhalisia vinahitaji mwili, vinahitaji mtu. Kwa hiyo unapona mahali ambapo vitu havitokei, jiulize, je, rohoni uungu upo? Mungu yupo hapo? Na ndio maana mmoja ya swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni kucheki kama kuna Mungu bado uko naye kwenye jambo fulani. Kama kuna stagnation mtu unaweza kuwa upo nayo kwa kipindi hicho cha stagnation na uchumi au kwenye eneo lolote. Swali la kwanza, niko na Mungu? Swali la pili, je, nimesimama kwenye wajibu ambao Mungu anataka nisimame, ambao ndio ubinadamu wenyewe? Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 5. Anasema maana hapakuwa na nini? Hapakuwa na mche uliokuwa, wala mbegu haijamea kwenye ardhi. Kwa maana Mungu alikuwa hajainyeshea nchi mvua. Anasemaje? Wala hapakuwa na mtu wa kuilima. Anza mwanzo tena. Anasema hapakuwa mche wa kondeni bado. Hapakuwa na mche wa kondeni bado. Wala mboga ya kondeni haijachipuka. Wala mboga ya kondeni haijachipuka. Kwa maana Bwana Mungu hajafanyaje? Hajainyeshea nchi mvua. Wala hapana mtu wa kulima ardhi. Kwa hiyo tunaona kuna partnership mbili. Mwanzo kulikuwa hakuna mche, hakuna kitu ambacho kimetokea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajawa involved. Hujaengage divinity, uungu kwenye eneo hilo. Amen. So the place that you see kuna utupu, ukiwa na ni giza, you don't understand what's happening. Engage, husisha uungu. Toka katika ubinadamu, anza kuhusisha uungu. Unaweza kuhusisha katika uungu kwa neno lake. Anza kusema kulipokuwa na ukiwa, utupu na giza, Mungu akahusika, vikaanza kuwepo. So Mungu aweza kawa na mahali na impact isionekane. Kwa Mungu akiwa mahali, vitu lazima vichipuke, haijalishi vitatokea wapi. Anasema Mungu alikuwa hajanyeshea nchi mvua. Kwa sababu hiyo hakuna mche wala hakuna kilichochipuka. So there were no impact simply because God was not involved. Divinity was not involved. Kwa uungu ulipoanza kuingilia kati, hiyo ni sababu ya kwanza, ndio vitu vikaanza kuwa na 50% ya kutokea. Asilimia ngapi? 50 ya kutokea. Jambo lingine nasema wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Kwa hiyo chochote ambacho tuna demand tuone matokeo, lazima tuelewe responsibilities yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. This is to say, for breakthrough hatuwezi tukaepuka nini? Tukaepuka uungu, partnership ya uungu na ubinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tumruhusu Mungu. Maana Mungu anasema mimi ni Mungu. Nizitandazae mbingu na nienezae nchi. Halafu anauliza ni nani aliye pamoja? Nani aliye pamoja nami? So anauliza I can do all of these things, but who is with me? Ni nani aliye pamoja na mimi? Nani anaweza kufanya partnership na mimi? Nani mwenye uwezo wa namna hiyo? Ukishaonekana uko tayari kutumiwa na Mungu, God has got a person. Wachache sana wanamnyima Mungu miili yao ili aitumie kwa ajili ya utukufu wake. Ni wachache sana. Wengi sana wanamnyima, sio wachache. Wengi sana wanamnyima, anasema this flesh is mine. Maandiko yanasema tumbo ni kwa chakula na mwili ni kwa nani? Kwa Bwana. Wewe una possession ya mwili. This flesh is for the Lord. Mwili huo ni kwa ajili ya Bwana. Ni kwa ajili ya agenda ya kufulfill jambo ambalo Mungu anataka kulifanya. God is not interested in your money, is interested to use your body.
Waebrania sura ya 10 mstari wa 5. Kuanzia mstari wa 5 pale. Anasemaje? Waebrania 10 kuanzia mstari wa 5 anasemaje? Anasema dhabihu na sadaka hukutaka. Dhabihu na nini? Na sadaka hukutaka. Lakini mwili uliniwekea tayari. Dhabihu na sadaka hukuzitaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Anasemaje hapo? Anasema kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema. Ajapo ulimwenguni asema. Dhabihu na toleo utaka. Yani akishaona mtu umekuja duniani, he is not interested, you cannot give what can please God. He desire more your flesh. The greatest giving is giving your body as a living sacrifice to God. Ni kutoa mwili wako kama dhabihu iliyo hai. Kwa nini hakutaka? Hukutaka. Dhabihu na sadaka hukutaka. Niko na rekodi hapa, ndo maana nataka uwe unanisomea. Unaweza kutumia simu, imezima. Au leo umeamua uwe unafungua Biblia practically kabisa. Umechoka kutumia simu. Unataka uwe unaitumia very practical, si ndio? Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Mungu anasema dhabihu na sadaka usitaka. Anataka mwili autumie. Aonyeshe nguvu yake, aonyeshe mambo ambayo hajawahi kuonekana duniani. 5, nenda 6 pale. 6 anasema. Anasema sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hakupendezwa nazo. Sadaka za kuteketezwa, teketezo na ng'ombe unazotaka hakupendezwa nazo. Mstari wa 7 anasema. Ndipo niliposema. Sasa hapa mtu anakuja kusema ndipo, now I said, I came. Alisemaje? Tazama, nimekuja katika gongo la chuo. Tazama nimekuja, ishia hapo. Tazama nimekuja, ishia kwanza tazama. Behold I have come. Sawa? Tazama nimekuja, afu soma tena, unapoze hapo. Unasema katika gombo la chuo nimeandikiwa, si ndio? Katika gombo la chuo nimefanyaje? Nimeandikiwa. Kwa hiyo kila mtu hapa kwanza ameandikiwa kwenye gombo la chuo. Unapaswa kubojua ulipoandikiwa. Ukipapata ulipoandikiwa, hauna haja kustruggle kutafuta vitu vingine. You are sure of your destiny. Mimi nishapapata nilipoandikiwa. Sema ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wako ili kuzinua kabila za watu. I have got where the book is written of me. Sema ndipo katika gombo la chuo nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu wangu. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting something? This is to say, moja jambo ambalo Mungu anahitaji partnership yake na sisi. Kama kuna jambo ambalo anataka kulifanya hapa Mbozi kwenye maisha yako, kwenye familia yako, anahitaji full partnership. Mtu anayefeli kuwa na utoshelevu, the fullness to partner with God, basi atakuwa na shortage ya impact za kiungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunapohusisha partnership kati ya mwanadamu na Mungu, hatuwezi tukaepuka kitu kinachoitwa upako, anointing. Anointing is from above, breakthrough is on earth. Sawa sawa? So when I'm talking anointing for breakthrough is partnership kati ya Mungu na nini? Na mtu duniani, kwenye matukio, kwenye eneo lolote. Tunapozungumzia upako wa mpenyo, ni wapi nataka kupenya? Ni wapi nataka uje upenye mbeleni? You need this kind of partnership. Upako kuwepo tu na hautumiki. Imagine tuwe na mafuta kwenye chopo tuyaweke hapo. Yana kazi gani sasa? Upako unafurahia ukipata mtu. Na sio tu mtu ambaye anataka kwenda kupasua mahali, kupenya mahali. Upako umekuwa specified. Upako ni nini? Upako ni nguvu ya Mungu inayomwezesha mtu kuishi kiungu duniani. Upako ni nguvu ya Mungu inayomwezesha mtu kuishi kiungu duniani. That is anointing.
Ndio upako. Upako ni nini? Upako ni Roho Mtakatifu. Upako ni Roho Mtakatifu na nguvu zake. Upako ni Roho Mtakatifu na nguvu zake. Anasema hivi, shata bagabagadia shalabando na mai lesofala barigada. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8. Anasema mtapokea nini? Mtapokea nguvu. That power is what is needed. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa. So kuna upako wa kuwa. Vile ambavyo hujawa ni kwa sababu hujapokea aina fulani ya upako. There is a dimension of the anointing of God. Access unakuwa. So moja ambalo baba yangu Askofu Dickson Corneli Kabihumira anapenda kufundisha, nilipenda sana. Inaitwa anointing to become, upako wa kuwa. Anointing to become. Who do you want to become? Unataka kuwa mfanyabiashara, kuna upako umeshakuwa released wa kuwa mtu huyo. Matendo sura ya 10 mstari wa 38. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Alivyompaka nini? Mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nini? Akazunguka huku na huku akitenda mema na kuwaponya wote walioonewa na ibilisi, kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa kuwa nani alikuwa pamoja naye? Kwa kuwa Mungu alikuwa pamoja naye. Ukisoma kwenye andiko hilo, unakuja kujifunza jambo ambalo ni very powerful. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka nini? Mafuta. Tunazungumzia kuhusu mafuta. Kwa hiyo kuna aina ya mipenyo ilikuwa haipo kwenye maisha ya watu, kwa sababu kuna mtu alikuwa bado hajapakwa mafuta. Watu walikuwa naumwa, watu walikuwa wa experience mema. Kwa hiyo uwezo wa Yesu kwenda kutenda mema na ku experience na kwenda kuwa rango la uponyaji kwa watu yalitokea kwenye Mungu kumpaka nani? Yesu mafuta. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, kwa jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo upako ni combination ya Roho Mtakatifu na nini? Na nguvu. Sawa sawa? Kwa ndio maana anasema mtakeni Bwana. Bwana ni Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa hiyo kumtaka Bwana na nguvu zake ni fullness ya anointing. Azungumza desire the anointing. Kwa nini? Kwa sababu uwezo wa kutenda mema, uwezo wa kufanya vitu vitokee kwenye maisha yako na kwenye maisha ya watu, umefungwa kwenye ku-access a dimension anointing kwenye maisha yako. La sova male malakali ya ziamana. Bwana Yesu asifiwe sana. Upako. Unaona kuna breakthroughs zinatokea kwenye maisha yetu. It's not because it's from nowhere. No. Ni kwa sababu kuna upako wa mpenyo. Kuna watu walikuwa wana mpenyo. Mema yapo mengi, si ndio? Hapa kutaja mema, kuna wengine alikuwa ni mema ya kifedha. Kuna wengine alikuwa ni mema ya kilimo, mema ya kibiashara. Wengine alikuwa ni mema kwenye huduma. Mema si mema? Kwa hiyo mema ni mema. Kwa hiyo uwezo wa kutenda mema uliweza kuwa assured kwa sababu ya access ya nini? Ya upako. Kwa hiyo kuna upako wa breakthrough. Upako mpenyo. Ukiweza kupata aina hii ya upako na ukaanza kuchochea upako huu ukawa hai kabisa, kwa sababu mafuta yanaweza kaganda, si ndio? Unaweza kuwa na upako lakini umeganda. Unauchochea, unakuwa arrive. Fresh anointing inaitwa. Who can stop you? Nani anaweza kukuzuia? Hayupo anayeweza kukuzuia. Hayupo anayeweza kukuzuia. Hayupo anayeweza kukuzuia. Kwa nini? Kwa sababu umeupata upako. Kwa hiyo pale Mungu anasema hakuna mche, hakuna
chochote kondeni kilichotokea, kwa sababu Mungu alikuwa hajanyeshia nchi mvua. Mvua hainyeshi from nowhere, inanyesha, Mungu ndo anainyesha. Sawa sawa. Na hapana mtu wa kuilima ardhi. Kwa tukishapata anointing, hapo tunaweza kusema hapo ni kwenye press ya anointing for breakthrough. Maana yake anointing nimekwambia ni Roho Mtakatifu, the Spirit of God in us. Sawa sawa. Ambayo Yesu ndo anatupaka, anatupa, anatujaza. Anafanyaje? Anatujaza mafuta hayo. Na hayo mafuta ni specified kwa ajili ya agenda. Hakuna mafuta ambayo huwezi kupaka mafuta without any mission. Lazima iwepo mission maalum ambayo unasema kuna jambo gumu ambalo ubinadamu hauwezi. Hilo jambo linahitaji nini? Linahitaji anointing, linahitaji enablement, linahitaji empowerment from above. Kama unataka kuwa average worker, mtu wa kawaida, you don't need anointing. Hauhitaji upako. Unahitaji tu kufuata kanuni za kawaida, universal principles za kulima, kuweka akiba, kupanda, kura na mzunguko, kuweka mbegu, kupanda tena, si ndio? You don't need anointing. But kama unahitaji exceed, kwenda zaidi ya ubinadamu wa kawaida, zaidi ya kanuni ambazo umezizoea, no, unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu. Na leo utayapata kwa jina la Yesu. Nasema kwa ufahamu huu unaongezeka ndani yako, ndivyo ambavyo mafuta ya Roho Mtakatifu yanaongezeka ndani yako, katika jina la Yesu. Okay. Zaburi sura 23 mstari wa 5. Zaburi 23 mstari wa 3. Anasema waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. So Mungu anasema okay, when I see you, I will commit myself to prepare a table. Anasemaje? Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Hapo anasemaje? Umenipaka mafuta mangapi? Kichwani pangu. Alafu matokeo yake kikombe changu kinafurika. So we don't seek overflow. Hatutafuti kufurika fedha. Hatutafuti kujaa na vitu, kujaa na kuwa na magari. No, tunatafuta anointing first. Anointing has the mission for multiplication. Na mpenyo manake unapata zaidi ya ilivyokuwa inatarajiwa. Huo ndo mpenyo. Huwezi kusema umepenya mahali wakati faida uliyoipata ni sawa sana ya jirani yako. So access kwenye kupata ambacho ni zaidi ya muda ambao ulikusudia, zaidi ya kanuni ambazo zilikusudia, ni upako wa Roho Mtakatifu. Unaitwa upako wa mpenyo. Anasema umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Halo boshana makapaya. Umenipaka mafuta kichwani pangu na biashara yangu inafurika. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kanisa langu linakuwa. Umenipaka mafuta. Anakupaka mafuta, hafu chochote ambacho kipo attached na wewe kina experience matokeo. Anakupaka mafuta, halafu kazini kwako una experience impact. Anakupaka mafuta, halafu kwenye familia yako unashangaa mafuriko. Mtu mmoja ambaye niliomba naye, ayule aliyekuwa anadaiwa fedha nyingi sana, niliomba naye nikasema there is the anointing. Kuna upako Mungu ameweka. It was the second day kwa neno la Bwana. I sensed there is a special anointing ambao Mungu ameachilia, na huo upako ni kwa ajili ya mafuriko. Utashangaa. Kuna vitu alikuwa ameniambia wateja mara watu hawapo, akasema we, how can this happen? Juzi kanitumia message, I am amazed kwa namna ambavyo ninapata faida sio kwa kawaida. Yaani naona watu maana yake faida si maana yake wateja wapi pia, maana yake nikwambie nini wewe? Upako unaosababisha mafuriko. Unajua maana ya mafuriko wewe? Unajua maana ya mafuriko? Kuna kujafu, kuna mafuriko. Kuna kujafu, kuna mafuriko.
kuna kujafu, kuna nini? Kuna mafuriko. Ni wapi unahitaji mafuriko? Overflow of impact, overflow of money, overflow of business, overflow of men in your life. Watu wasaidizi wa hatima wanapaswa kuja. You don't need to know anyone. You know God, and God can anoint you. Usijiulize kama mimi simjui. Suka mimi sina ndugu juu, lakini nitakuwa juu. Sio, unanielewa? Kwa sababu unaweza kufikiria sasa mimi nina watu. Mimi ndo kamanda mwenyewe ninatokezea. Ninataka kuwa kwanza tofauti na nyumbani. Hakuna pastor nyumbani, hakuna mchungaji, hakuna mtu ambaye anashaka kumtumikia Mungu kwa level ambazo mimi nataka kuwasema. Lakini jina langu alitajwa hata bungeni, Mheshimiwa Wandabaha. Lesova beria tonamaya. Umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. How can this be possible? I don't need to know anyone, I have to know God. Nafikiri nitafundisha pia siku nyingine how to do valiant things. Hilo jambo Roho Mtakatifu leo asubuhi alikuwa ananifundisha, nikasema anyway sitafundisha leo kwa sababu it is a yaani ukiweza kujua kama ambacho nimefundishwa utaanza kutembea, yaani utatembea hivi. Arabashana katanama. How to do valiant things. Nasema watu wamjua Mungu, watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Mambo makuu yanatendwa, hayatokei. Haui mkuu kwa sababu you are prophesied to be great. No, you have to do. I will teach one day. Sawa, mnikumbushe. Sawa, nitawafundisha eneo hilo. Yaani mimi nawafurahia mkija, naona nimepata hapa kupanda, nimepata udongo mzuri wa kupanda, ninapanda kweli kweli. Amen? Yaani hata jia hapo lazima nielewe. Rafiki yangu sana huyo. Aloshana magaba. Unaweza kunena kwa lugha kwa dakika chache. Sema, Lord, anoint me today. I will give you a few minutes. But this kind of anointing is for an overflow. You need men. Wakati mwingine unahitaji what destiny helpers. Kuna mtu anaweza katokea akasema beauty nakupa $1,000,000. Humjui kwa sababu there is an access of this anointing. Anaweza katokea akasema shaleva luas. There must be an overflow. Kuna wasaidizi wa hatima wapo na wamefichwa. Hawaji kwenye maisha yetu. We have nothing to be proud of. Kabisa. Mimi bila sijui wewe. As for me, if God will not anoint me this anointing for an overflow, I am totally broke. I am totally disappointed. Can I hear you? Can you begin to say, Lord, the Holy Spirit, add me the anointings. Nipake mafuta kichwani pangu. Nipake mafuta ili kikombe changu kifurike. Kikombe usubstitute, weka chochote, weka biashara, weka familia, weka mpenyo, weka fedha, weka huduma, weka chochote ambacho unatamani kitokee. Sema nipake mafuta ili nione overflow. Shatoka balagadia. Melosa tama mangadizo vama. Meravina vavara mandozia mangadia. Lezuva vairanda mahanda gadigabaya. Melusa vahana manda kadia. Lesova manda gadera hina mando. Shevira varando kalis kavana. Manda gadagabagadagadagadia. Habari za Yesu wa Nazareth. Kuna habari haziwezi kutokea kama usipopakwa mafuta na Mungu. Anasema habari za Yesu wa Nazareth, jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Mungu anapaka mafuta watu. Akasema mmemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Kumbe Mungu anaweza akikupaka mafuta lazima uonwe na watu. Akinipaka mafuta lazima nionwe na watu. How can this be possible? Kuna mtu yuko Uingereza, halafu anapaswa kuniona, anapaswa kutoa dhahabu na fedha zake na hajawahi kuniona. I desire this anointing. Rako shateme rapalagadia masuva mantakari bagade rikabashana magabaya rako jande magadaya rikazobla gadagaba ikamashana magaba ikana magadagaba. Kwa jina la Yesu, mmemwona Daudi mtumishi wangu, animakata na maka, nimempaka mafuta yangu, mafuta matakatifu, rikazombla gadagaba. Umeinua pembe yangu kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta matakatifu. Kuinuka ni kupenya, kama na magaba, ninainuka kulingana na mafuta niliyopakwa. Baba, kama kuna mafuta uliyaweka, uliyatunza kwa ajili ya mtu mmoja apenye na kupanda juu, razonga managaba, rikashana magaba, rikazobla gadaba, rasombla gadagaba, rikashana magaba, mpaka
mpake mafuta mtu mmoja na kikombe chake kifurike. Sana makabaragadiash. Jesus. Holy Ghost. Harabashamagabaya. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. This is massive. Today there must be a shift by power, by force, but by the Spirit of God. But by the anointing. Sio kwa nguvu, sio kwa uwezo, lakini kwa Roho. There must be a shift. Yani kuna wakati tunapaswa kulazimisha kuhama. Tunapaswa kulazimisha hatua mpya. Tunapaswa kulazimisha kiwango kipya. How can I remain this? Why naona there's a lot of there waiting for me to break through. If you will not access this anointing of breakthrough, you will be broke. You will break. So mnafahamu heart break. Kuna heart break nyingi. So heart break nyingi ni matokeo kukosekana na upako wa ku break through. Narudia, heart break nyingi ni matokeo ya kukosekana kwa upako wa break through. Zaburi sura ya 45 mstari wa 7. Zaburi sura ya 45 mstari wa 7. Zaburi sura ya 45 mstari wa 7. Lazo bragada bagadene malos shana magabagadiash. Anasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma, kwa hiyo Mungu wako amekupaka mafuta ya furaha kuliko wenzako. Aina hii ya mpenyo ni mpenyo ambayo kila mtu atakuwa anasema kwa kweli Beauty amekuwa tunamuona, lakini kwa aina ya vitu ambavyo anavifanya they are not ordinary. Kwa aina ya akili na mafuta, Mungu anapaka mafuta kichwani na moyoni. Lazima akili zianze kufanya kazi. Anasema umeipenda haki, umeichukia dhuluma, kwa hiyo Mungu wako, Mungu wa nani? Sio Mungu wa familia. Mungu wako amekupaka mafuta kuliko wenzako. Maana yake amekupaka mafuta. Haya mafuta ndo ya breakthrough. You break somewhere where others failed. Ambapo wengine walishindwa, unaweza ukapenya wewe. Ambapo nyumbani, familia, mama, baba, babu, bibi, mjomba, shangazi hakuweza kupita, wewe unaanza unapita. Kiwango cha uchumi na utajiri ambao hawakuwahi ndugu zako kuwa nacho, wewe unashangaa unakuwa nacho. Kwa nini? Umepakwa mafuta ya shangwe. Shangwe haiwezi kaja kama hau break through. Najua kabisa kuna shangwe ile ya Roho Mtakatifu, ninasema yani hata kama sina chochote. Yani kama nina Roho Mtakatifu, I experience the joy of the Holy Spirit. Wow, leso fabari, tana hina gavora, naziza vanama hina katona, alaima hina garadabande, jala. Kuna wakati yani unaweza usiwe na chochote tu uwe na Roho Mtakatifu. Kwani mbinguni wanamiliki magari? Mbinguni walichonacho ni Roho Mtakatifu. Yani mbinguni kila mtu amejaa roho. Tangazo likitoka kila mtu analipata muda huo. Limetoka Ikulu hadi mpaka mtaa wa mwisho, mpaka aliyeko nyuma kule. Unaelewa? Anasema umenipaka mafuta ya shangwe kuliko wengine. Kwenye access ya breakthrough uweze ku break somewhere through. Uka access impact na matokeo. Unashangaa tu unazurudi umenungunika. Utakuwa mtu wa namna gani? Moja ya furaha inatokea pia kwenye vitu kutokea. Kuna vitu kivipata kuna namna unasema kumbe Mungu ananipenda. Hivi imetokea. Kuna shangwe ya rohoni, yani hata ukienda kwenye uwepo wa Mungu kaanza kunena kwa lugha, unashangaa sio lugha za unafiki, sio lugha za machozi. Ni lugha za furaha, kumfurahia Bwana namna ambavyo amekutoa mbali, amekuleta. Umenitoa toka mbali. Umenira nami nimekuja kwako Yesu kukusifu. Umenitoa toka mbali. Umenitoa toka mbali. Nami nimekuja kwako Yesu.
kukusifu. So unaingia kwenye uwepo wa Mungu, unasema oh, Daudi alikuwa ni mtu ambaye experience this anointing. Ilifika dimension akasema mimi ni nani? Samueli wa pili mstari wa 7, sura ya 7 mstari wa 8. Asema Bwana, mimi akaenda mbele za Bwana. Hebu leso kavala baderia manda gabagadadaba. It was the anointing. Alienda mbele za Bwana akamshangilia Mungu. It was the anointing that made him see more than he has fought. Kuna vita alikuwa anaenda kupigana, anajua kabisa hawa watanila nyama. Lakini because of the anointing of God, he was already on the person. He experienced victory. He experienced the victory. 7:8. Basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya. Ni 8:9, 7:8. Ni ngapi? Ni ngapi? Asema mimi ni nani hata umenileta mpaka hapa? La sobla gadagabagadesha bandalaba. Ni Samueli yoyo. Ngoja nirudi kwenye nani. Nikitoa hii hapa itaacha kurekodi. Kwa hiyo nikitafuta nishaiandikaga. Ni Samueli wa pili 7:18, ni 7. Tunaona. Ndipo Daudi mfalme akaingia akaketi mbele za Bwana. Yaani unaingia kwenye unaingia mbele za Bwana. Akaingia akaketi mbele za nani? Za Bwana, sio kanisani. Wewe akaingia akaketi mbele za Bwana akasema mimi ni nani Bwana Mungu, na nyumba yangu ni nini? Mahali pengine anasema na ndugu zangu ni kitu gani hata umenileta mpaka hapa? Kwa hiyo ile achievement zote, the question was who am I? It was beyond the ordinary qualifications. But why? Kwa sababu alikuwa na upako wa mpenyo. Alikuwa na upako wa mpenyo. See how far you have brought us and have come to say thank you Jesus. Ni wimbo huo waliimba partnership akina wale watatu sio nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mimi ni nani hata umenileta mpaka hapa? Afika pale mpaka anashangaa, haelewi. Nafikiri hapa ushafikia hiyo dimensions. You are wondering what has happened. Namna ambavyo Mungu amekuwa, yani vitu vinavyotokea unashangaa hata kama nilifunga kwa aina haya madudu yanayotokea, they are beyond my cost that I've paid. Ni access to the anointing. Upako wa mpenyo. Upako wa nini? Halo shana. Bwana akupake mafuta ya kupenya hapa ambapo palikuwa ulikuwa umekwama kwa jina la Yesu. Bwana akupake mafuta hapa ambapo ulikuwa umekwama. Yeah. Upako wa mpenyo. Fungua kitabu cha Zaburi sura ya 92. Leo tunataka tuchambue upako wa mpenyo. Upako wa mpenyo vizuri kabisa. Mstari wa 10. Anasema bali pembe yangu meinua kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. But except pembe yangu, maana yake pembe yako weka biashara, weka huduma, weka familia, weka afya, weka chochote. Umeinua, kuinuka is a function of breaking somewhere. Yani unatoka kwenye viwango vya kawaida na namna ambayo anayekupeleka ni Mungu. Sasa Mungu anakupelekaje kwenye viwango ambavyo ni zaidi ya vya wengine? Anasema nimepakwa mafuta mabichi. This anointing is what has facilitated wewe kuinuliwa, pembe yako kuinuka, maisha yako kuinuka, huduma yako kuinuka. Ni mafuta Roho Mtakatifu. So ukiweza kutafuta kwenye haya maisha, tafuta aina hii ya upako. Ukijihakikisha now I carry the anointing. Na sio upako nao ishao, kwa sababu kuna ile kusema upako umepungua nimehubiri. Upako unapunguaje?
Yaani Roho Mtakatifu amepungua. Upako hauishi. Upako ufanyeje? Hauishi kama upo connected na chanzo cha upako. Sawa? Upako hauishi kama uko full connected na chanzo cha upako. Kama uko full connected. Upako ni kama yule mwanamke ambaye alikuwa anadaiwa, akaulizwa una nini ndani. Sawa? Akasema nina chupa ya mafuta. Si ndio? Aliposema nina chupa ya mafuta, akamwambia nenda ukaazime nini? Ukaazime vyombo. Sawa? Vyombo vinakuwa exemplified mfano wake kama njaa, shauku na kiu mtu alionayo isiyokoma. Vyombo vitupa akaenda kuazima, akawa na yamimina yale mafuta mpaka vyombo vyote vikaja. Tuseme labda alikuwa na ile ya lita 10, lakini akawa anajaza hadi pipa zima. Lakini pipa lilipojaa mafuta akafanyaje? Yakakoma. Siku ambayo kiu yako itajaa, itafika mwisho, utakuwa satisfied na Mungu. The anointing will quench. Utakuwa unatumia kile ambacho tayari kipo na upako utaisha. Lazima kuwa na continuous desire, shauku ya mwendelezo ya mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye biashara, ya mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye utumishi, ya mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye kila eneo. Siku moja baba yangu akaniambia you are anointed. Nafikiri hiyo clip nitakuja niwatafutie. Alikuwa anatuambia wengi ni tulivyokuwa depo. Ananiambia you are anointed. You are anointed. You are anointed. You are anointed. Akazungumza akili za kina Bezaleli, uwezo wa kuandika. Asubuhi Mungu alikuwa anasemesha jambo. Yaani hilo jambo nikaja kugundua it is the volume of book. It is the volume of book. Juzi nikawa naongea na TB Kabigomera. Akawa ananishukuru. Unajua nishukuru, kuna post nilipost, kuna siku alikuwa naomba. Alikuwa anatamani kwenda other dimensions to release the teachings. Viwango vingine vya kuachilia fundisho na watu wafaidike nao. Lakini kuna namna ana upungufu wa, yani akawa hapati maandiko, sio ana maandika nayo, hana maandiko maalum kwenye eneo hilo. Sasa mimi ni kipindi ambacho mimi nilikuwa nimepata msukumo, nimeachilia, hakuna anayeweza kunisikia, akarudi nyumbani na hofu. How can this be possible? Haiwezekani. Nikaandika kabisa pale assurance yangu na maandiko, nikaweka Mithali 1:33, anasema kila nisikizae atakaa salama, atakaa kwa kutulia. Kila nisikizae atatulia, atakaa salama bila kuogopa mabaya. Yani the moment you take heed to what God is releasing through me, utakaa salama kwa kutulia na hutaogopa mabaya. Hutaogopa, manake hofu itakuwa sehemu yake, imani tutakuwa itahuishwa, itaamka tena. Halafu nikafahamu kwa habari ya Musa. Musa alikuwa anawaambia wana Israeli na wabariki, anasema mafundisho yangu yatakuwa kama matone ya maji yanakawadondokea. Manake no matter the one is dry, but because he is hearing my teachings, haya ni matone ya maji ambayo yanaweza kufanya mambo ambayo ni pakavu pachipuke. Nikamalizia yale maandiko. Ndio ile pia Makindi akaja kuleta kwamba ulimi wangu umekuwa kama ulimi wa mtu aliyefundishwa. Hiyo ni Isaya 49. Isaya 49 mstari wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 49 mstari wa ngapi? Isaya 49 mstari wa 2. Anasema naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali. Kinywa changu kuwa kama upanga? Yaani ile mnajua kwamba neno la Mungu ni li hai, tena lina nguvu, tena li ukali. Yaani ile neno la Mungu the word of God is my mouth. Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga, katika kivuli cha mkono wake amenistiri, na amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa sana, katika podo lake amenificha. Yaani neno langu kama upanga mkali, mshale uliosuguliwa sana. How can I take my time to write a wisdom na ufuatilie usipate kitu? It is impossible. Impossible future tense. Kwa akawa ananiambia bana, alipokutana na ile posti, akasoma yale maandiko, anasema aliomba kwa muda mrefu. Na of course ni Mungu alimwambia.
Mpaka nikawa nashangaa Mungu, kuna watu Mungu anawaambiaga wafuatilia akaunti yangu. Ni Mungu alimwambia hebu ingia kwenye akaunti, aingie kwenye akaunti yangu. Akakuta ndo nimeposti ule ujumbe. Mimi unakuta tu nimekaa zangu nikapata funuo, akasema kaanza kuandika. Akasema haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeinua pembe yangu, sawa, kama pembe ya nyati, nimepakwa mafuta mabichi. Kwa kinachofacilitate promotion kwenye maisha sio kutafuta kujipendekeza, sio kufanyaje, ni kutafuta upako wa mpenyo, sawa. Ukifuata anointing ya Roho Mtakatifu, unashangaa promotion is a must. Ambapo upo kwa muda mrefu ni kwa sababu huja access another dimension of anointing. The more you grow, you become filled with the anointing of the Holy Spirit. The more you become shifted, unahamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana sura ya 16 mstari wa 12 na 14. Are we together? Lesotamana gaboria mandarada badesh. Razo bragadala bandenemaya. Lezo bragada bagadia shanama handele berediash. Lefomana sefemani hanona sianana. Zelima nuna manda garada bandelia manda garada bagadiash. Lezo zevalabando na maya manda garada bagadesh. Lezo bragarada bandele baradia mando savaya manda gadaga bagadene maya. Melojana magabagadaga bagadea. 12 anasemaje? Anasema hata bado nikali nayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastamili hivi sasa. So Jesus is trying to say kwamba nina mengi sana ya kuweza kuyafanya kwenye maisha yangu. So Mungu akisema zimekuwa, kwa weka kuambia, weka kutenda. Anasema utakusudia neno nalo litakuwa. Kwa nini liwe neno? Kwa Kiingereza you shall declare a thing. A thing, not a word. You shall declare a thing, not a word. Nalo litakuwa. Kwa anasema hata ni kali ninayo mengi ya kuambia. Kwa kuna vitu Mungu ana vitu vingi anataka kufanya. Kutuambia maana yake kufanya, si ndio? Maana yake kitu akiniambia simekuwa. Akisema simekuwa. Au ufahamu hii nikupe na maandiko pia. So mimi nimejaa maandiko. Kuna namna Mungu amenipa neema fulani hivi kama ya baba. Mwepesi wa kuclaim maandiko. Yaani mimi nikipata kitu, kuna mafaili yanafunguka huku ndani huku. Yaani unaweza kushangaa huyu jamaa anavitoa wapi? Hapa sina notes unajua. Hapa niko na rekodi, kuna nimetengeneza nani fulani natengeneza audio video. Kwa niko naongea nikiwa na rekodi. Sina notes. Ila sisi wadanganyi, si ndio? Tunalipata neno la Bwana. Edit beauty. Lazova malasia loshana. Ankari nao mengi ya kuambia. Personify this. Anayo mengi ya kufanya kwenye maisha yako. Anasema lakini for this current situation uwezo wa kuyastamili hauna. Angalia, tumezungumzia upako ni Roho Mtakatifu. Sawa? Ni Roho Mtakatifu na nguvu. Hamwezi, manake is a function of power. Kuna shortage of power, si ndio? Sawa? Anasema lakini yeye atakapokuja huyo nani, Roho wa kweli, atawaongoza. Okay? Atakapokuja huyo Roho wa kweli. Kwa tunaona kuna access ya kuweza kustamili ambayo Yesu amefanya kwa sababu ya upako. This is anointing being spoken here. Ndio maana maandiko yanasema hivi. Yohana sura ya 3 mstari wa 31. Yohana 3 mstari wa 31. Kaloboshana magabagaria. Yohana 3 mstari. Anasema simtoi Roho wangu kwa kipimo. Yohana 3 mstari wa 31.
Asema yeye ajaye kutoka juu, huyo yu juu ya yote. Yeye ajaye aliye wa dunia, asili yake ni ya dunia, naye anena mambo ya dunia. Yeye ajaye kutoka mbinguni yu juu ya mangapi? Yu juu ya yote. 32. Yale aliyoyaona na kuyasikia ndiyo anayoyashuhudia, wala hakuna naye ukubali ushuhuda wake. 33. Yeye aliyeukubali ushuhuda wake ametia muhuri kwamba Mungu ni wa kweli. 34. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu, aliyetumwa na nani? Huyanena maneno ya nani? Maneno ya Mungu. Asema kwa sababu hamtoi roho wake kwa kipimo. So Mungu hakupimii upako. Hakupimii kujaa. Roho zetu waga hazijai. We need more of his spirit. Zaidi ya mafuta Roho Mtakatifu. Asema hamtoi roho wake kwa kipimo. Yaani ukienda kwa mtu anayekujazia mafuta, wewe ndo unajipimia. Yaani unaamua kwamba leo nataka nijae kiwango ambacho nikipenya tu kumpata mume wangu, imeisha hiyo. Umesahau kuna kipimo kingine baada ya kumpata mume wako unapaswa kuwa nacho. Are we together? Asema so unaweza kuwa unasema Mungu akinisaidie nikipita hapa, anaachilia upako unapita. Unasema sasa hapa inatosha. Wewe amtoi roho wake kwa kipimo. Mimi ninamshukuru sana Mungu kwa kweli, nime-experience utendaji kazi wa Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Mimi hapa ninatunzwa na Mungu kwa 101%. Ninalindwa na Mungu kwa 101%. Ninasaidiwa na Mungu sio kwa sababu ninamfariji Mungu kwa kuwa amesema yeye atakuwa msaada wangu. No. Ninasaidiwa na Mungu kwa 101%. Nimemwona Mungu. Yaani nimejifunza kuhusu Mungu na nimemwona. Mimi nimemwona Mungu. Mimi nimemjua. Kuna kiwango nimemjua. Mimi si duni kuliko ninyi. Hayo myajuayo na ninyi na mimi ninayajua. Mlioyapitia na mimi ninayo niliyoyapitia. Yanaweza siwe kama ya kwenu. I have experienced God. Kuna mambo ambayo nilikuwa natamani Mungu afanye kwenye maisha yangu. Kwanza kabisa I asked God give me a permanent place where now I will settle to save you. Kwa sababu mwanzoni kanisa langu lilipokuwa pale Uyole Iromba, ilikuwa ni mahali ambapo kuna mvugiko, mara wanafunzi, mara nini. Alafu mimi ni mtu ambaye sometimes naona mimi niko social. Sometimes mimi napenda kujificha. Ni hata ninapokaa. Kwa mfano jana nilitoka jioni saa 12, sikutoka kuanzia asubuhi ndani. I lock myself. Na nilipokuwa Iromba nilikuwa nalala kanisani. Nimelala kanisani mimi. Kuna baridi nyie. Mbea. Mungu anatafutwa. Ilifika mahali akasema kwani baridi ni nini? Hii baridi za itanizuia nikaifuata mlima Ngamba. Nimelala kanisani kuanzia mwezi wa kwanza. Mnaniona vile nafanya madude pale mtandaoni. Mwamba nakaa kanisani. Nakaa wapi? Nakaa kanisani. Nimekaa mwezi wa kwanza, wa pili, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita. Nimekuja kukaa sijakaa nafikiri. Yaani hata hapa ningekuwa ni jengo limefunikwa. Tena pana fursa hapa kuishi kabisa hapa. Ningekuwa naishi hapa. Nimeanzia kuishi kwangu huku. Nilikuwa nakaa kanisani. Tulikuwa tumepanga mwanzo na Pastor Jonas. Sasa baada kuona tukamwambia mwenye nyumba turudishie. Tulikuwa tumemlipa 90,000 akarudishia 70,000. Sasa Pastor Jonas akaona akasema mimi nitajua atakavyoishi, mimi nakujua wewe utapika. Akaniachia ile nyingi tu kidogo. Sikupika ikaisha. Mungu amenituza, man of God. I have seen God. Yaani nikija hapa nikasema wewe ni Baba haubadiliki,
tangu zamani. I mean it. I mean it. Nilikuwa hapa. Yaani sema niache huduma. Mimi nina advantage, nimesoma. Sijaferi mimi. Nimesoma engineering. Mimi ni engineer by professional. Sina msukumo wa kufanya kazi huku. Lakini mbona mambo sasa siyaelewi? Nikaandika mambo ambayo nataka Mungu yafanye. Kama Mungu anataka eneo la kudumu, ili eneo silitaki. Eneo la kudumu, kanisa la kudumu, eneo ambalo ni permanent, ambalo nitakaa hapo na nitakuwa ni makazi. Permanent place. Where I will be there and be serve you. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kama Mungu anataka eneo la kuishi, sitaki tena kukaa kanisani. Nimechoka kwa sababu ya inipi uhuru sana. Nataka kukaa kwangu. Au jambo la pili. Jambo la tatu ilikuwa nini? Jambo la pili nikamwambia Mungu naomba simu. Sababu mimi nilikuwa na PC. PC kilichotokea hiyo. Mimi nilikabwa na watekaji. Nilivamiwa, nikapigwa, nilifight. Kwanza nilikuwa na simu ya Samsung, simu nzuri. Walinibonda. Nilikasirika, wakachukua, afu ninajua nilikuwa nimeandika vitabu wisdom. Nilikuwa naandika mimi. Ngoja si mtasoma vitabu vyangu. Sasa ningeongeza na katika mchungaji na nilichokuwa naumia, vitabu vile, nondo zile zitapatikana tena wapi? Vitabu napotea, documents zinapotea. Wakachukua bag ligeti. Wakachukua PC, wakachukua na simu. Simu ya Samsung ilikuwa simu ya Samsung S9. Ndio ilikuwa nimeipata. Nikasema sasa mimi Mungu, yani mpaka nikasielewi. Kwanza nimepigwa, damu zinatoka. Halafu watu wamekimbia na vitu. Na kumbuka alipokuwa nakimbia nikasema sio atakufa lini, sio alikufa wale. Nilikuwa na hasira nilikuwa na hasira pale. Nikasema mtakufa siku gani? Si alisema acha zako. Nikarudi nyumbani, I'm so broke, disappointed. Yani the moment ninatafuta sasa nuru, yani hata ile nuru kuna mtu anakuja kukanyaga, anaziba. Watu akachukua PC. PC ilikuwa ndo maisha yangu, sababu nilikuwa sina simu. Hiyo simu ndio kwa nayo ilikuwa ni mbovu, kwa nilikuwa naitumia. Unaona? Nilikuwa naitumia kuandika, nilikuwa natumia kusoma vitabu. Mimi hicho ni bina ambacho nilikuwa nasoma vitabu kama kichaa. So mahali ambapo unaferi ni matokeo kwamba kuna topic hujasoma. Si ndio maana yake? Au wewe shule msingi ulikuwa unafanyaje? Nikasema Mungu, nikafika kanisani, nilikuwa na ilikuwa kwanza ni usiku, nikafika kanisani nikapiga magoti. Thank you Jesus. Nasema thank you Jesus. Kwa nini nilimwomba Mungu maombi kadhaa? Nikamwomba Mungu tena, Bwana, Mungu nipe mke. Kwa sababu mimi sitaki kuzunguka. I don't want to kufanya mark time. Haya masuala ya mimi siji nikasema usiponipa mke sasa hivi, mtu wa kumuoa wa uhakika. Yaani hapa sioi. Mimi nilikuwa nina plan ya kuomba maombi ya kuoa toashi. Nyie mnaleta mchezo nini? Nyie mnaleta mchezo kabisa nyie na Mungu. Watu na hasira na ufalme wa Bwana hatuelewi. Nyumbani hawatuelewi, lakini tumeamua kwenda. Yeyote akisema huyu jamaa ni engineer professional, lakini ndio mpaka prophet mmoja akaja kanisani kwangu akasema, mtumishi wa Bwana unaonekana umejikana. Akasema hilo sio swala kuuliza, mimi nimejikana. Akasema analeta neno la Bwana. But God has helped me. Nimeona kufarijiwa na Roho Mtakatifu kusikokuwa kwa kawaida. Kwa yale ambayo mimi nilikuwa na experience, Jonas anafahamu. Yaani mtu ambaye nilikuwa nampigia ninalalamika. Sasa nikipenda ambacho baba alikuwa patikani. Mimi baba nilimwandikia message, baba ninaomba nisimame huduma kwa sasa. Nitaendelea mbeleni kwa sababu sasa mimi sisifi leo wala kesho. Na huduma siipo. Sasa baba hapatikani. Mtakuja kupata kazi mwezi wa 6 huko sasa mpaka Mungu ameshaanza kufanya mpenyo na vitu vingine. Zile message nikazifuta kule, nilimtumia kwa njia ya Facebook. Nimeona mkono wa Mungu sio kwa kawaida.
I have seen the anointing that has sustained me. Upako huwaga unaachilia faraja. Mafuta Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa unapita mahali, ni mlima. Huo mlima sio kwamba utaota mabawa upae. Huo mlima unapaswa kuupanda. Kuna milima ya kuota mabawa na mlima wa kupanda. Mwingine hata upanda, ila wewe tayari uko designed kupita hapo. Nikawa na share na watu, akasema ndio maana wewe ni apostle, unataka. Akasema hao jamaa, ili jina ili lisilifutike. Mpaka nikawa najuta kuwa apostle. Na nakumbuka sasa hapa nikakumbuka, baba aliniambia baba aliniambia nitazaa jangwani, nitabomoa farume. Nasema mzee vipi huyu? Anahitajia vitu na siku hiyo aliponi anoint kuwa now an apostle in the spirit. Niliamka nikiwa naamini kila kitu. Naamini kila Mungu akisema ninaamini. Nili experience another dimension to breathe God in unbelievable. Nafikiri choto ushuhuda hapo. Siku ambayo Eska anambia tunaenda lini apostle, anambia tunaenda kesho. Sina hela na sina mtu wa kunipa hela. Anasema tunaenda saa ngapi? Saa 8. Hiyo saa 8 ndio mtu akanitumia hela. Nakumbuka tulienda mpaka stendi. Sasa yeye akawa mimi ameshakata ticket. Mimi sijakata. Sikuwa akapanda gari ya kuja huku. Mimi nikasema wewe siendi. Baba singenipaka yale mafuta ya kuanza kuongezeka kiimani. Imani yangu ilikuwa imekufa kabisa. Na mpaka neno la Bwana likatoka kwa njia ya mtumishi wa Mungu Pastor Phineas, unamfahamu, wa Chalinze. Alikuwa anaongoza maombi the first day of retreat camp ya mwezi wa 3. Nafikiri ukuwepo. Akasema kuna mchungaji hapa few weeks ago alikuwa anafika leo anataka kuacha kabisa huduma. Mpaka mimi na Jonas tukacheka, akasema kwa kweli hapa Mungu amenikamata. Kwanza namna ambavyo nimeenda retreat. Mimi nimeenda retreat pesa hivyo kama ambavyo nilirudi. Nimepata fedha saa 8, nilitaka gari iondoke saa 8. Na hapo nimepata 30, wale wakasema tumekutolea kwanza kule, walikuwa na vijana wa Eskaka. Sina hela, yani si nilikuwa naishije kipindi kile. Tumekutolea kwanza bwana. Nikasema okay sawa, mkija huku nitawapa. Niliwapa nilikuwa nimefika. Nikawapa 20,000. Nikasema nimefika, nikawapa 20,000. Nikasema nyingine nitawapa, subiri ni kwanza. Kumbe ndio iliyokuepo. Nilikuwa nimetumiwa 30,000, nikasema hao nitaongea nao. Nikawapa 20,000 afu baadaye kijana mmoja rafiki yangu ambaye naye alikuwa mkujaliti anasoma Arusha, sasa yule nimemsaidia sana. Alikuwa na changamoto za masturbation na vitu vingine vya ovyo, nimemsaidia hapo. Nikamwambia bwana mimi kuna watu wananidai 20,000, nitakuwa niwarudishie. Sasa wao wanataka, ilikuwa ni mabinti wanataka rudi, na nikichafua CV mchungaji sijarudisha nauli. Akanipa 20,000 nikaenda kurudisha. Unaelewa kwanza nilivyoenda. So baba ananiambia, anasema now ulikuwa unajiita apostle, I make you an apostle now. Wisdom. Niliamka. Kwanza nilianguka vibaya hapa na nundu zikatokea. Nimekaza uso hapo geniangalia, unajua hapa inaenda mchezo na vunja vipande. The anointing of the Holy Spirit. Anointing for breakthrough. Upako wa kupenya. Chuka nini naongea? Hivi tulikuwa na kuonyesha upako. Mimi niko hapa ni matokeo ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Na kila ambapo utaniona mimi ujue kuna upako uko juu ya yule mtumishi wa Mungu. Mimi sina chochote ambacho naweza nikajivunia isipokuwa the Holy Spirit. Yaani mpaka Jonas akaniambia mmoja ya watu ambao Roho Mtakatifu anawabembeleza kwenye huduma ni mimi. Nasusa sana mimi. Naona vitu sivielewi. Tunagawana maumivu. Wewe usifanye hivyo. Wewe ukifanya hivyo Mungu anaweza kukuacha. Kuna watu Mungu anatubembeleza kama Yona. Ni wito wetu. Ni wito wa kimji, ni wito wa uamsho wa mji. Watu ambao wametumwa kwenye uamsho wa mji. Kuna namna wanafika mahali wanachoka. Kwa hiyo unanielewa wewe? Beauty, unanielewa? Upako wa Roho Mtakatifu.
I'm anointed. Aha. Mwezi huu tutakuwa na series ya upako wa mpenyo. Then ni anointing for breakthrough. Na leo ni just tu nimekuja kutoa utangulizi. Tutakuwa na series ya aina hiyo. Upako wa mpenyo, upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Upako haupati kwa siku moja. Sije ukafikiria hapa tukitoka hapa nitaomba mimi upako. Toka hapa ukafunge, funga 2 kavu na unaenda kazini. Sio unakula tu hapa anasema mchungaji nimekula. Nimekuta tu wamenipa maandazi. Wewe upendo wewe. Kuna siku uliniambia hivyo, nimekula. Umekula nini? Kafunge upate mafuta ya Roho Mtakatifu. You need another dimension. Unahitaji viwango vingine. Usizoelee kushare wisdom ambazo hazijavuviwa. Kuna watu wanapaswa kusoma mistari 4 ya ulichokiandika wamuone Mungu. Usizoelee kwa sababu nasikia. Nikikusikia. Make sure you grow in the anointing. Na nakusema direct wewe hapa. Grow in the anointing. Pako ni cost, lazima ufunge, ujitese. Sasa hivi una kitu gani kwanza cha kujivunia? Sina cha kujivunia. Ndio unakuwa mnaimba tu mmejirekodi. Ila neema yako watu wanateseka wanahitaji breakthrough. Wewe unaita utani nini? Watu wanahitaji majibu duniani hapa. Watu wanahitaji wana changamoto, wana stress, wameachwa, mioyo yao inauma, hawawezi, hawana kumwambia. Unatuletea brand hapa. We are very serious with the mission on earth. Tumetuma kazi, hatujatuma sisi maneno sisi. Tumetuma kazi hapa. Tutetea vitu vya ajabu. Actually what provoke you to release, to speak is the spirit in you. You cannot carry anointings and remain settled on one place. Upako una commands progress. Si uandike hiyo. Upako unaleta hatua. Anointing command progress. You cannot settle at one place if the anointing has come. Roho Mtakatifu akija, huwezi kubaki sehemu hiyo hiyo. Upako unalazimisha hatua. Yaani kuna wakati hutaki lakini unakulazimisha kupiga hatua. Unakunyima utulivu. Huo ndio upako na uzungumzia. Mnafahamu habari za Samson? Anasema roho ya Bwana ikamtaharakisha. It was the anointing, alikuwa ni mpako wa mafuta wa Bwana. Kuna kipindi naye hataki kabisa kwenda kulipambania Israeli kwenye kipindi kitabu cha Waamuzi. Lakini because of the anointing hawezi katulia. Unashangaa wewe you don't care kwa sababu you have shortage of anointing. Anointing ikianza kufanya kazi ndani yako, inaanza kutafuta kuflow, kutafuta mlango wa kutoka, upenye mahali. Ndio upako. Na kwa watu ambao wanasema roho ya Bwana ilinena ndani yangu, maneno yako yakaonekana kinywani mwangu. Kwa hiyo ukijaa upako, roho ya Bwana ni upako wa Roho Mtakatifu. Ukijaa upako, you cannot have shortage of wisdom. Kwani Musa alikuwa hana uwezo mzuri wa kuprovoke usemi mzuri. Lakini he was the anointed man. Ule upako alikuwa na uwezo wa kusema kitu kikawa ni neno la Mungu at that particular time. Kwa nini? Kwa sababu ni mpako wa mafuta wa Bwana. Usizoelee mafuta ya Roho Mtakatifu. Mafuta ya Roho Mtakatifu, mafuta ni mafuta ambayo Mungu mwenyewe anajipaka. What makes God God? Sikia. Upako ni ulinzi. Mafuta ni nini? Ni ulinzi. Popote ambapo unahitaji mpenyo, unahitaji ulinzi. Msiwaguse masihi zangu. Don't touch my anointed. Kwa nini? Masihi manake ni anointed one.
Ni aliyepakwa mafuta, ni mpakwa mafuta wa Bwana. So uhitaji kuambia yani mkinigusa nitawaombea maombi mimi. Kuna warning, don't touch this. Amejipaka mafuta, sio mafuta ya Vaseline. Ni Zaburi 89:20. Sababu unaweza unaona kwamba mchungaji leo mbona leo tutaendelea Jumapili pia. Tutaendelea Jumapili pia, tuone kama tutaendelea kiwango kingine. Hii mwezi huu wote nafikiri tutakuwa tunagusia haya mambo haya. Maloshaga Bagadesh. Zaburi 89:20. Anasema nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Yani mafuta anayojipaka Mungu, awamu hiyo anasema sasa nampaka beauty. Wewe hivi wewe unaweza mafuta anayojipaka Mungu, sasa umejipaka mafuta yote. Kwanza wewe mbona unamsumbua? Simu. Nini unataka? Kalamu. Useme sasa. Asema nimemwona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Ukijipaka mafuta unanukia pia. Au mafuta yako wewe unakuta hayanuki chochote. Mafuta ya Mungu yanavuta, yani mafuta ya Mungu si ya Mungu. Maana yake akikupaka hayo mafuta watu watakuona sio mtu. Sio atamuona Mungu. Atakayemgusa wewe wamemgusa Mungu. Ndio anasema msiwaguse masi zangu, kwani wamepakwa mafuta yangu. Ona sasa anasema ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake na mkono wangu utamtia nguvu. Mstari wa 22. Adui hata mwonea wala mwana wa uovu hata mtesa. Tena hii package kila mtu aisome akitoka hapa, naomba ya mafuta. Mafuta yako matakatifu nipake, na haya mafuta yanakulazimisha unajitunza pia na utakatifu. Bali nitawaponda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Kwa jina la nani? Nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. Yeye ataniita wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wangu, mwamba wokovu wangu. Nami nitamjalia kuwa mzaliwa wa kwanza. You see, is a functions of anointing. Nimekuonyesha mafuta yanaleta progress pia, nikakwambia habari za Ibrahim, habari za Samson. Kwamba roho ya Bwana ilikuwa inafanyaje? Inamtaharakisha. Ilikuwa inamtaharakisha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Nipake mafuta. Anoint me. Nipake mafuta. Nipake mafuta kwa ajili ya kazi yako. Nipake mafuta kwa ajili ya mpenyo. Nipake mafuta kwa ajili ya kushinda. Nipake mafuta ya shangwe kuliko wenzangu wote, kuliko ndugu zangu wote. Mwambie Bwana nipake mafuta ya shangwe kuliko wenzangu. Nena kwa lugha kwa dakika chache. La sokabala gadara mandeleba. Lezo bragadaga bagadia manda gadabaya. La shova mana hina varus ifiramando liya dadabande. Lezo bragadada bande ne manda gadada bante ne maya. Shada bagadaga bagadea maya. Lezo bragadada balabayana maya. Lezo bragarabayandu na manta karadabaika. Leso balada banda gabarada na mande baradina manda gabagadaga bagadea. Jalima havo variandu na manda gabagada na maya. Lezo bragadaga bagada baya. Leso mahavo ravira manda la bayina manda gabagadej. Father, anoint me.
the anointing of gladness. Nipake mafuta ya shangwe Bwana, mafuta kaunifanya nishangiliwe katikati ya wachungaji, katikati ya mitume hapa Tanzania, yatakao nifanya nishangiliwe katikati ya wafanyabiashara. Makovala bayande nemaya lizo blagadaga bagadana manda gabagadana maika lezo taladada baradada badana maya leshana magabagadesh lenshana magadaga bagadesh lenshana magadaga bagadesh rizava malavorandes lizava manavaravorandes razova mama mazavaravorandes ligada badana mandere bahe lesombla gada bagadene maria lejava bradia manda gada zavra baragadia lijava bragada bagadana mande lizobra gada gabagada bandene maya lishana mama mesh andona na mama nesh rima mama gada badia la zobra gabara de la java la babandene manda gabala gadesh lezo parada da parada bantene maya leso pragabagadia la jabaradana manda kapragada gabagadana mande lizada baranduna manda gabagadana maya la zatarada da badesh lishana magabagadia lezo bragada gabagadana maya lijana maya da badia la zoblagada gabagade. Mwambie Bwana nipate mafuta ya shangwe, anoint me the anointing. Nataka kushangiliwa, nipake mafuta ya shangwe tena, nipake mafuta ya mpenyo, nipake mafuta ya mpenyo. Anasema nipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Ligazada balagadege bagadana maya la zambra garada bagadana maika lishana magabagadia lishana magadaga bagadia malozada gabalagadana mande limbrando na mandara da bande ne maya la zobla gabagada da bande la shada badabaya lizobla gadaga bagada gabagada badabaya lizobla garada bande lijana mama lezobla ganana nanana lijana magabagada gabagada baya lezobla gadaga bagada gabagada na mande lishada da barada na maya lindombala duna manda gabagada na mande lijana magaba Bagadia, Lizabla Gadaga Bagadana Maya, Leshana Mamariada, Lishana Mama Mariada, Lishana Mamariada, Limbala Tarada Bande, Likazombla Gadabande Nemaya, Lazobla Gadaga Bagadana Maya, Linkabaga Bagadada Badia, Lishanda Maladanama, Lishanda Baradanama, Lishanda Baradanama, Lishanda Baradanama, Litarada Badenemaya, Lezobla Gadaga Bagadanama, Limalada Zabara denema la zobla gazaga baladanama la zobla gadagabaya la shanda magabagadia la shanda magadagabagadia la shanda magadagabagadia katika jina la Yesu. Anoint us in the name of Jesus. Tupake mafuta kwa jina la Yesu, tupake mafuta. Anasema mafuta yale mlioyapokea kwake yatawafundisha. La dabadia manda gabagadana maya la zobla galadabande la shana magabagadia la zobla kamayande la zobla kamayande likabashana manda gabagadene maya lintanana maika lintanana maika inkabala gadana maya lizabla gadada bande la shana magabagadia lizoprabania mande lizoprabania mande lishana makapaika la sota baradanama lima kaparadanama lima kaparadanama lima kaparadanama likabaya sana maya la kabasana maya limanda gabagadana mande lima gadagadana mande limba latarada badia limba tarabada badia limba tarabada badia lezobla gabagadesh likayana maya lashana maya linselia mande linkara bande lishani magabaya lingara bande rigabazereba lashaleba yama likazobla gadabaya limanda gabagadenema lazobla gabagadia. Kwa jina la Yesu nipake mafuta Bwana, mafuta ya shangwe, mafuta ya shangwe kuliko wenzangu, kuliko vijana wangu, yatakayo kutambulisha irababa bagadabaya lizobla gadabande lishana magabaika lizobla gadagabagade limanda gabagadana
Melo shada baladere bande lezobla gada gabagadana maya manda kada baika lezobla gada gabagadana ma likashana mandere baba lezobla gada gabagada gebagadia lezobla gada gabagada leba lezobla baradana mande lishana magabagadia lishana magada gabagadia limazobla gada gaba katika jina la Yesu lizava manamaya lizava manamaya lizabla gada gada baya lizova manamaya nama lezobla gada gaba gadaba lejava manamaya lizova baladinama rimanda gabagadia limanda gabagadia lesota baradanama lishata bagabagadia kwa jina la Yesu. Anoint me in the name of Jesus. Anoint me again in the name of Jesus. Anoint me again in the name of Jesus. Yesu naiwapaka mafuta watu. Umesema nimemwona mtumishi wangu Daudi. Leo nione. Umesema nimempaka mafuta yangu matakatifu. See me and anoint me. Umesema habari za Yesu na jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Bwana nipake mafuta ili habari zangu zitajwe. Nipake mafuta ili niweze kutenda mema. Nipake mafuta ili niponye wagonjwa. Nipake mafuta ili niwasaidie wengi kupenya kwa jina la Yesu. Rasoko balagadia manda gabaya lishada babalia lazobla gadagaba likamagabaya yatamama yetumariata risoprabante rimakablagadesh lishana magadagaba lizoblagadagabagade manda gadagabagadeba rimajana magadagabagade lizoblagadagabagade lesalabayande lishana magadagabagada lezoblagadagabagade lezamana gadagabagadabaya lishana magadagabagaya nama lezalababande lishana magabaradia lizoblabalande likayanda namaya likababaina rafaramahane hifarahindanzia mavorahane makai rasomlagabaya yatamagabagade. Nipake mafuta ya kuwa mtumishi mkuu, ya kuwa mtumishi mkubwa, ya kuwa mtume mkubwa, ya kuwa mtume mwenye mguso, mtume mkuu, mtume nitakayewaambukiza wengine mafuta, nitakayewaambukiza wengine upako, nitakayewaambukiza wengine vitu lakavyonipa, nitawaambukiza vipawa, nitawaambukiza karama, nitawaambukiza uchaji, nitawaambukiza moto. Nipake hayo mafuta Bwana kwenye kizazi changu. Shadabagabagadia razoblagadagaba rikabashana magaba katika jina la Yesu. Nipake mafuta ili niwe mtendakazi kwenye nyumba yako. Nipake mafuta ili niwalete wengi kwa Yesu. Nipake mafuta ili mafuta ya uchumi, mafuta ya kifedha, nipake mafuta ya kibali, nipake mafuta ya shangwe, nipate mafuta ya kupenya kwenye jambo hili naloliona kama mlima mkubwa. Ninayo mafuta ya Bwana na penya kwa jina la Yesu. Rapagadabagadia rikazoblagadagaba. Amesema mmeinua pembe yangu kama pembe ya nyati. Lizagadagabaya. Nimepakwa mafuta matakatifu, mafuta mabichi, mafuta ya shangwe, rabaradi amanda, mafuta ya Bwana, ribagabagadagaba, rigabagadagaba, mafuta Roho Mtakatifu, rapashana makapa, risedi amanda gaba, rishana magabagadia, razobla gadagabaya, mantakabagadigaba, rimashana magabaya. Mafuta, upako maalum kwa ajili ya ule utukufu wa mwisho, upako wa siku za mwisho, upako ulio mkuu, upako utakaotumika, upako wa nuru, upako wa hekima, upako wa nguvu. Rashani makapari ya dadabayana machi kala jabarada bagada namaya maloziva malazene ma ora shana maladere baya arasele belede la sombra gada da badebedia jana malabaya da bagada gada ba jana nana mayande ne manda gada baya melo shana magada gabagada na maika lesobra gada da banta ne manta gada gabaya lishada bagada na manda gabagada na maika lezobra gada da bande ne maya. In the name of Jesus. Mungu amekuongezea kiwango cha mafuta yake. Mungu amekuongezea mafuta matakatifu. Amekuongezea mafuta ya shangwe. Amekupaka mafuta ya shangwe. Amekupata mafuta ya mpenyo. Leo ni mwanzo. Utakuwa una experience kuongezeka mafuta siku baada ya siku. Katika jina la Yesu.
Na utajuaje? Kuna msukumo usiokuwa wa kawaida wa kuomba na kutaka uwepo wa Bwana. Utaanza kufanya kazi ndani yako kuanzia leo, sio mpaka ukiwa mwenyewe. Utakuwa unaongea na watu na shangaa unaanza kuomba. Utakuwa unatembea na shangaa unaanza kuomba. Na maombi yana activate upako wa Roho Mtakatifu ndani yako. Katika jina la Yesu. Mungu akubariki. Tumeanza leo, nafikiri naendelea pia Jumapili kwa habari ya mafuta. Amen. Amen. Shatakabagadagadagadiash.